wetu ndivyo aweze kuzungumza nanyi. Karibu sana ndugu Raila Amolo Odinga. Asante Mata. Ndugu Waislamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Takbir! 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 Asanteni sana. Karibuni sana hapa Azimio Center. Na furaha sana kukutana siku ya leo na viongozi wa Waislamu wa hapa Nairobi. Niliambia Waislamu wanataka kuja, nikasema waje. Wangekuja jana. Na karibu sana. Tumechukua vile na mazungumzo na viongozi wenu pale nje. Na yale ambayo tumeongea pale, mmekuja tena kurudia hapa. Siku hiyo sitaki kushusha nyinyi. Najua kwamba wengine wenu unaenda, tuko na matanga siku ya leo. Dada yetu Hamida amepata msiba, manake amefiwa na dada yake. Namuomba Mola amweke pale pema peponi. Sasa nataka kwa muktasari kujaribu kukariri yale maneno ambayo tumezungumza hapa. Kwanza, tukiwa na viongozi wenu pale, wameongea juu ya maneno ambayo Wakenya wengi wanaongea juu yake siku hizi. Swala ya gharama ya maisha katika taifa letu. Gharama ya maisha imepanda, Wakenya wengi wanaumia zaidi. Wengine hata hawezi kuweka chakula kwa meza kwa watoto. Na inazidi kupanda. Ukisoma gazeti ya leo, tayari inapanda kwa sababu ya ongezeko ya ushuru ambayo inaongezwa kila siku. Sasa unaona juzi, kabla hii serikali ijaingia katika utawala, serikali ya Uhuru Kenyatta ilikuwa na ile kinaitwa subsidies. Walikuwa wanatoa pesa ili gharama ya maisha isipande sana. Manake katika ulimwengu mzima kuna shida ya kiuchumi. Kuna mafunko ya kiuchumi katika ulimwengu. Kuna ile vita ambayo inaendelea kule baina ya Urusi na Ukraine. Na vile vile kuna kile kitu kinaitwa global recession. Ndio serikali mengi imechukua hatua ya kufanya gharama ya maisha isipande sana kwa watu hao. Hata huyu bwana Biden kule Amerika amekuja na sheria mpya ya kusaidia wa Amerika. Kule Brazil wamefanya hivyo hivyo. Kule Chile, Ujapani, India, hata bara ya Ulaya wamefanya namna hiyo. Hapa wanaingia ndani, na kitu ya kwanza kufanya ni kufutilia mbali hizo subsidies. Gharama ya mafuta, bei ya mafuta imepanda. Ya petroli imepanda. Ya diesel imepanda. Unga imepanda. Kila kitu imepanda. Kwa sababu hiyo ni moja. Pili, tunaongea mambo ya usalama katika taifa letu. Mnajua iko hali ya kutokuwa na usalama katika taifa letu. Kuna mauaji ya kiholela hapa na pale. Kuna mambo ya banditry huko. Kuna mambo ya hawa terrorists wanapiga watu hapa na pale. Hii vilevile imeleta hali ya taharuku katika taifa letu. Nataka hii maneno iangaliwe. Tatu, ni mambo hii ya kufuta watu kwa kazi. Wafanyikazi wa umma wengi wanafutwa kazi. Wanafutwa kazi bila makosa yoyote. Ati sababu walikuwa wanafanya kazi kwa serikali ambayo imetoka. Sasa hakuna kitu ambacho inaitwa security of employment. Katika nchi mingi zaidi kama Uingereza kuna kitu inaitwa Her Majesty's Loyal Civil Service. No, His Majesty now. Civil Service. Serikali inakuja na ndenda
Leo ni conservative, kesho ni labor, conservative na labor, lakini watumishi wa umma hawafutwi kazi, wako permanent and pensionable. Manake hiyo ndio kazi ambayo yeye aliamua kufanya, akitoka kwa shule ameingia katika hiyo kazi na atafanya ili apate pension. So mtu ameshafanya kazi kwa serikali kwa miaka 20, anafutwa kazi kiholela bila makosa. Pale amefika hakuna kampuni ambayo inaweza kumwajiri yeye ampatie hiyo pension. Anaweka tu kwa barabara ati kwa sababu yeye alikuwa anafanya kazi kwa serikali iliyopita. Hiyo si haki, si sawa. Saa nyingine anafuatiliwa kwa sababu yeye ni kabila mbaya, kabila yake haitakikani katika hiyo kazi. Unasikia yule ambaye ni namba 2, sitaki kusikuita yeye naibu wa rais, anakwenda pale anatoa kinywa chake na anapiga kini, anabweka, anasema atio Kenya ni kampuni na watu wako hapa na hisa. Kuna wale ambao kuna hisa ya juu mingi zaidi, kuna watu ambao kuna shikiza hapa kadri, wengine hawana. Na kazi yangu pale ni kuangalia wewe ni nani, wewe una hisa ngapi, uko hapa mbele. Kama wewe huna kisa, na kutoa wewe na kurudisha wewe nyuma huko, na chukue yule ambaye ana hisa mingi na leta hapa mbele. Hii ndio kazi yangu. Na inafanyika, watu wanafutwa kazi kama umbwa katika taifa hili. Kila siku kasoma Kenya gazeti, kila wiki imejaa na watu ambao wameajiriwa mpya, madirectors, chairman, parastatals, chief executives. Na utaona kabila moja hapa ndio mpaka wawe huku ndani, kabila zingine hakuko pale. Mnasema sababu hii mko na shares ati mlipiga kura pande hili. Wale ambao kupiga kura si wanatoa ushuru? Mtoa ushuru. Kwa hivyo hii vile vile ni maneno ambayo tunasema tutalani. Na hao viongozi walioni wameleta hiyo maneno. Ingine ameongea juu ya mambo ya ati Kenya ni nchi ya Kristo. Mimi ni Mkristo, mimi ni Mwanglikana, lakini mimi najua kwamba kuna Wakatoliki, kuna wale wengine wa Leja Maria, kuna wale wengine wa SDA, kuna wale wengine wa AIC na kadhalika. Wote ni Wakristo. Lakini vile vile Kenya iko na Waislamu, Kenya iko na Wahindu, Kenya iko hata na Wayahudi. Tuko pale na synagogue hapo ya Wayahudi. Kenya vile vile iko hata na wale wa Buddha wako hapa. Na vile vile wale ambao wanahubiri dini ya kienyeji ya zamani wako hapa. Ndio sababu tukasema katika katiba ati Kenya is a secular state. Kenya is a secular state. Mpaka wewe kama wewe ni kiongozi utambue dini zote. Na hakuna dini ambayo unaweza kusema ni ya juu zaidi kushinda zingine. Dini yote ni sawa. Unaweka dini zote zinaongea juu ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hiyo vile vile tumesema tutalani. Ingine ni mambo ya haki ya Wakenya. Tumesema tunataka gharama ya maisha irudi chini. Pili tumesema mambo ya haki ya Wakenya. Wakenya walienda kupiga kura. Kabla sijaenda pande hiyo, hii mambo ya ushoga ngoji yake. Na Martha amesambia nyinyi katika kuna fungu katika katiba letu. Anasema fungu 45 ya katiba. Inasema, Martha, can you let me want to read it. Hiyo ndio katiba.
Lakini kabla sijaenda hapo wakinitafute hiyo Article 45(2) inasema namna hii: every adult has the right to marry a person of the opposite sex based on the free consent of the parties. Every person has the right to marry a person of the opposite sex. Kubaliana, mradi tu ya kwamba wamekubaliana. Opposite sex ya kwamba jinsia tofauti. Hiyo ndio katiba. Katika hii katiba mpya ambayo tulileta mwaka 2010, miundo yake ya kwamba iko na pembe tatu. Hii katiba iko na pembe ngapi? Moja ni bunge. Pili ni serikali kuu, inaitwa kwa kimombo executive. Tatu ni mahakama, judiciary. Kila moja hizo pembe iko na jukumu lake. Bunge iko na jukumu ya kutengeneza sheria miongoni mwa zingine. Kutengeneza sheria. Pili, kuhakikisha kwamba serikali inafuata sheria hizo. Serikali kazi yake ni kutumia sheria ambayo imetengenezwa na bunge kutawala nchi, kutoa huduma kwa wananchi. Alafu mahakama kazi yake ni kuona ya kwamba katika utawala yake serikali haivunji sheria ambayo imewekwa. Hiyo ndio kazi ya mahakama. Unaenda kwa mahakama kama unasema ya kwamba wewe umedhulumiwa na serikali, ili mahakama ikusaidie wewe. Lakini sio jukumu ya mahakama kutengeneza sheria. Wakiona kama kuna mwanya katika sheria kama ukosefu au kadi, wewe nenda kwa bunge ili sheria itengenezwe. Bunge bado hajatengeneza sheria juu hii mambo ya jinsia. Yale ambayo wale majaji wangefanya ni kusema ya kwamba nendeni kwa bunge kikubali itengeneze sheria. Sasa sisi tunasema tunapendekeza bunge itengeneze sheria kulingana na hii mfungo ya katiba yetu ya 45, ili kusiwe na wasiwasi yote. Na tutaheshimu ile sheria ambayo bunge itatengeneza. Tumeelewana vizuri? Mwisho ni kitu ambayo tunasema haki ya Wakenya. Wakenya wana haki ya kuwa na uongozi na serikali ambao wao wenyewe wanataka. Na hiyo wanafanya kwa kupitia kwa uchaguzi. Saa ile ambayo wanakwenda kwa uchaguzi, wanapiga kura ili wateue viongozi ambao wao wanataka. Inaitwa electoral justice. Ndio hesabu namna hiyo na ndio tangazwe namna hiyo. Hiyo ndio neno sisi tunasema. Na sisi mnajua sisi kama Azimio tulienda kwa uchaguzi na moyo mmoja tu. Tunajua tutashinda au tutashindwa. Tukishinda sawa. Tukishindwa kwa njia halali sawa. Sisi wetu tunaweza kulalamika kama tumeshindwa. Kama unakimbia ile mbio ya mita 100 na mwenzako na mwana amekushinda, utasemaje ya kwamba wewe umeshinda? Sio ndiye ameshinda? Asiyekubali kushindwa. Sisi hatukukubali yale ambayo yalifanyika katika Bomas of Kenya. Tungewaambia Wakenya kama sisi hatukuwa wana demokrasia, waangie kwa maandamano mara moja. Mnaliona vitendo yale bwana Chebukati ambaye ni chairman ametoka akatoroka kwa masaa 8, akawacha wale makomishoners pale,
imebaki bado ma constituencies 29 kujumlisha kwamba mimi tayari niko na matokeo. Wanauliza je, matokeo namna gani? Nilikuwa na kusubiri tumalize kazi. Anasema pana, maofisa yangu tayari ameshajumlisha, imekwisha. Wakasema hapana, sisi hatuwezi kukubali. Anasema mimi ndio sheria imeweka mimi jukumu kama returning officer ya kutangaza matokeo. Nitatangaza. Wale wakasema kama hivyo sisi hatuwezi kuwa na wewe kwa haya. Sisi tunatoka. Wale wakatoka pale wakaja hapo Serena Hotel. Chebukati akaenda na wale makaragosi wake wawili wakatangaza matokeo pale. Mimi kama candidate nilikuwa sijaitwa, lakini yule ambaye tulikuwa tunashindana naye siku mbili kabla siku hiyo alikuwa tayari ameshalikwa. Hata wazazi wake waliwekwa huko katika ukumbi. Mimi naambiwa dakika ya mwisho unatakana huko Bomas. Sikualikwa. Hiyo unaweza kuuliza hata wale ma commissioners watakwambia wewe. Hata wale wafanyikazi huko ndani. Kwa hivyo Chebukati alikuwa amepanga hiyo njama mapema kabisa. Na sisi tukamwambia Wakenya kwamba ngojeni, tuko na mahakama. Tutaenda kwa mahakama. Tukaenda kwa mahakama. Tukapeleka kesi yetu huko. Mawakili yetu wakazungumza pale. Wakatoa sheria. Alafu wakasema tunataka tume ilazimishwe ifungue server. Server ni mtambo na pale kituo constituency inarusha na ngine ndani ya nyungu inaitwa server. Sasa mahakama ikatoa amri. Lakini wataalamu watu wetu walipoenda kule ambayo iko server, jamaa wakakataa. Hiyo kampuni ambayo ajiriwa ambayo ilileta hizo server hapa ikaandika barua inasema kwamba hatuwezi kufungua. Wakakataa kufungua server. Mawakili wetu wakarudi mahakamani. Ni wengine mungeona yule wakili wetu bwana Murgor akisema, my lords, we have not been allowed to access the server. We have not been allowed to access the server. Alisema mara mingi zaidi katika mahakama. Wale majudges wengine walikuwa tayari wamezungumziwa. Maneno yetu tutaturisha. Ikawa namna hiyo. Mbia saba. Lakini wa jamaa hawakufanya chochote. Maana walijua kwamba saba ikifunguliwa ukweli itatoka. Ukweli itatoka. Na jamaa wangepata aibu. Lakini walikataa kufungua saba. Sasa mahakama ikatoa ile uamuzi yao ambaye ni uamuzi ambaye ile mliona mwaka 2017 tulipoenda mahakamani, kila judge alisoma uamuzi wake. Aliandika peke yake na kasoma. Hii uamuzi imeandikwa imesomwa na Chief Justice peke yake. Tunaelewa vizuri. Sasa sisi tukafanya nini? Tukaona kama hakuna chochote ambayo sasa imefika mwisho, tukamwambia kwamba hatukubaliani na yeye uamuzi, lakini tunaheshimu. Lakini sisi tukasema mpaka tujue ukweli. Tulileta wataalamu kutoka ng'ambo. Wakaenda ile mtambo ya kuingia ndani ya server
na kujua kitu gani iko ndani yake, na wakafukua ukweli. Na Mungu vile vile, Mungu halali, Mungu asmani. Mmoja ya wafanyikazi huko ndani ambaye anaitwa whistleblower kwa kimombo, akapenya kuku ni matokeo, akasema hii mimi siwezi kulala na hiyo kweli, na akatoa. Si alitoa? Sasa mimi nataka kuambia nyinyi kwamba yale ambayo iko katika hii whistleblower ndio vile vile iko katika ile wataalamu ambao walitoka Amerika. Ni hiyo. Hiyo saba ikifunguliwa, hii ndio kweli ndani yake, ya kwamba mpinzani yangu Bwana Ruto alipata kura 5,900,000. Mimi nilipata 8,100,000. Hiyo ni ukweli mtupu, hakuna uongo wowote. Hiyo ni ukweli mtupu. Tena utaonyesha wewe, wametoa hapa ndii hapa, wameweka hapa, wametoa hapa, wameweka hapa, itaonekana yote iko hapo. Sababu tumesema sasa jamaa tayari wameiba ushindi wetu, wanaenda pale kutawala, wanatawala kidhuluma watu wetu. Wale wa commissioners ambao walisimamia ukweli sasa ndio wanateswa, wanafutwa kazi. Tume iliweka pale bandia, jana mmeona wametoa uamuzi, sasa yule mama Masit amefutwa. Ambayo walisomea hii yote kina Jebukati ndio sasa wanaeneliwa. Tumesikia kwamba Jebukati anataka awekwe kama jaji ya mahakama ya rufaa, jaji court of appeal. Tunaona vizuri. Sasa yale tunasema ni tunataka Kenya mpaka itawaliwe kwa njia ya kidemokrasia. Tayari sasa wako katika harakati ya kuunda tume mpya ya uchaguzi, na wameweka jopo ambao ni yao, rafiki yao, kwenda kufanya hiyo. Hiyo ni kuanza kufanya rigging ya uchaguzi wa 2027. Kutakuwa na haja ya mtu kusimama 2027. Kwa hivyo Kenya wasipojitokeza wakati huu na waseme enough is enough, hakuna Kenya huko mbele. Kenya itakwenda njia ile ya nchi kama Cameroon, Central African Republic na kadhalika. Kwa sababu nimesema tutaongea na ndugu wetu Waislamu kwa yale yote ambayo tumesema hapo, ati wasimame imara. Na tukisema tukipiga firimbi ambayo tutapiga hivi karibuni, maana tulipeana notisi leo, mbaki siku 6, tutapiga firimbi na tutasema takbir, takbir, takbir. Nataka nione Waislamu kama wanajimiminika, wanatoka njiani na tunatembea pamoja. Tutakuwa tayari. Tumesema hatuwezi kutishwa, tunafuata sheria. Fungu 37 ya katiba yetu inaruhusu wa Kenya kufanya kitu ambacho inaitwa picketing, procession, demonstration and striking and petitioning. Yale yote ni vifaa tuko nazo za kupigana hii maneno, na tukisema tunatoka na tutakuwa mpaka tupate haki yetu. Tupate. Mko tayari? Mko tayari? Kama sasa hivyo, mimi nataka mmoja wenu ambaye anaweza kusoma aje hapa asome resolution yetu ya mkutano wetu. Nani? Can you read this? Can you read this? No, that's all. Your Excellency. Come up. Just leave. To be